Yes. Leo nitakuletea wanyama au viumbe ambao wamezaliwa duniani na hawawezi wakafa milele. Viumbe hao bwana ni viumbe wa ajabu sana duniani. Wanaishi maisha marefu. Wametumikiwa maisha marefu duniani. Hebu fikiria kama binadamu tungekuwa tunaishi kama hao viumbe, hatufi. Viumbe anaishi, akishafika umri fulani anarudi tena kuwa mtoto. Ni maajabu kweli ya dunia. Viumbe hawa bwana wako viumbe 6. Wanaishi kwa mamia ya miaka kuliko binadamu. Kiumbe namba 1, kiumbe huyu anatambulika kwa jina la Turritopsis. Turritopsis ni aina ya samaki. Ambaye yeye amelivoumbwa hawezi akafa duniani. Anaishi miaka ya kutosha duniani, hawezi akafa. Tulianze walivyothibitisha. Jellyfish hawafi kwa uzee, kwani huishi hadi umri fulani kisha anaanza kurudi tena nyuma mdogo mpaka kuwa tena mdogo kama anazaliwa. Hatua hiyo ya kiasili ndio imezilisha kwa samaki huyu ambaye anaitwa Turritopsis. Na kutokana na hatua hiyo ya kuwa mchanga unaanza tena kukua, kwa bahati nzuri hakuna mikono kwa idadi ya nyakati ambazo wa kufanya hiyo kiumbe huyu aonekane kwamba hakuuzishwa. Turritopsis kama nilivyosema ni samaki ambaye yeye kama yeye alivyoumbwa anatumia ubongo na moyo unaozaniwa kuwa kiumbe pekee asiyeweza kufa duniani. Anaishi katika maji ya kitropik. Samaki huyu hana ubongo na moyo. Samaki huyu hana ubongo wala moyo. Sasa jiulize, kama samaki kiumbe anakuwa hana ubongo wala moyo, sasa sijui anafikiriaje? Anatumia akili gani kutambua hapa kuna changamoto? Sababu ubongo sinajua ndio unatunza taarifa, lakini huyu samaki yeye hana ubongo wala moyo, lakini yeye akizaliwa amezaliwa, hawezi kufa miaka yote duniani. Yaani yeye amezaliwa. Anaitwa Turritopsis. Kama kwenye video unavyomuona, ni samaki ambaye akizaliwa amezaliwa, hawezi akafa. Ngoja nikupe samaki kiumbe namba 2 anaitwa papa wa Greenland. Kweli. Mnyama wa 3 anaitwa nyangumi wa bowhead. Nyangumi wa bowhead. Nyangumi hiyo. Sifa ya kuwa mamalia anayoishi kwa muda mrefu zaidi kwenye sayansi zinaenda kuwa nyangumi kwa jina hili bowhead. Anajulikana pia kama nyangumi wa Antarctic. Wengi wanamiliki kuwa ni zaidi ya miaka 200. Hayo inaendelea kutengenezwa DNA inayoharibika mwilini. Kwa hiyo hawa nyangumi bwana mwili yao ina kitu kinaitwa genes ambazo zinasaidia kutengeneza DNA ambazo zinaharibika mwilini. Kwa hiyo zinasaidia kuwafanya waendelee kuishi zaidi duniani, wasifanye changamoto yote, wasiweze kufa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo samaki hawa hawana magonjwa mabaya kama saratani,
magonjwa ya moyo, magonjwa ya mishipa, macho na vitu kama hivyo, kwa sababu tayari miili yao imeshatengenezewa genes ambazo kazi yake zenyewe ni kutengeneza DNA isiyoweza kuharibu miili yao. Samaki wa tatu anaitwa samaki wa koi. Samaki wa koi. Samaki aina ya koi ni samaki mdogo wa kufugwa kwa ajili ya mapambo. Samaki wa zamani zaidi wa fish koi alikufa akiwa na miaka 226 huko Japani mnamo mwaka 1977. Kwa wastani wa samaki hao wanaishi miaka 40 hadi 50. Kwa jina linalojulikana kama maarufu kama koi. Mara ya kwanza samaki wa koi waliliwa, baadaye walianza kuhifadhiwa nyumbani kwa samaki wa mapambo. Kwa baadaye baada ya kugundua kama kuwachukua na kuwahifadhi nyumbani kama samaki wa mapambo, na kugundua kuwa samaki wanaweza kuishi umri wa miaka 226, lakini pia wakawatumia kama vile kitoweo na wakawatumia pia kama mapambo. Hawa samaki wanaitwa koi. Samaki wa tano, kiumbe wa tano anaitwa kobe mkubwa wa Galapagos. Kobe mkubwa wa Galapagos. Kobe mkubwa wa Galapagos alijulikana kwa visiwa maarufu vya Galapagos, na wamekuwa wakizingatiwa kama mmoja wa viumbe hai zaidi duniani, na kwa hivyo kuwa wao ndio viumbe wenye uti wa mgongo walio na maisha marefu zaidi, wastani wa miaka 200. Mnamo mwaka 2006 kobe wa kiumbe aliyeitwa Adwaita alikufa akiwa na umri wa miaka 255 huko aliishi kwa lishe ya matawi ya ngano, karoti, salad, mikate, nyasi na chumvi. Kwa hiyo kobe huyu alikufa akiwa na umri wa miaka 255. Inasemekana kwamba kobe huyo wa kiumbe mwenye uzito wa hadi wa kilo 250 za upishi alipewa zawadi kwa Lord Crib, mwanzilishi wa dola ya Uingereza nchini India. Uhai wa wastani wa kobe hawa ni zaidi ya miaka 150 hadi 250. Huyo ni kobe huyo. Kobe. Umri wa kobe huyo miaka 200, miaka 250. Kinatoboa miaka 250 kinaishi duniani. Samaki wa sita anaitwa samaki wa Lorgay. Samaki wa Lorgay ni mmoja wa samaki wakubwa wanaoishi kwa takriban miaka 205. Samaki hawa hupatikana katika bahari ya Pacific kutoka California hadi Japan. Anaweza kukua hadi inchi 38 kwa urefu. Pamoja na hayo, hatari ya kutoweka pia imeongezeka kwa species hii ni kwa kusababisha kampeni nyingi za kuhamasisha watu kuhusu umuhimu wa kutunza species. Hiyo samaki naye anaona duniani anataka kutoweka. Anaishi miaka kama nilivyosema miaka 205. Binadamu anaweza kuishi miaka